pia, watashika nyoka, na hata wakinywa kitu chochote cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono juu ya wagonjwa, nao watapona. Sikia statement ya Ellen White. Ahadi hii ni pana kama agizo lenyewe. Sio kwamba vipawa vyote vinatolewa kwa kila muumini mmoja mmoja, bali Roho Mtakatifu hugawa kwa kila mtu peke yake kama apendavyo. Lakini vipawa vya Roho vinaahidiwa kwa kila muumini kulingana na mahitaji yake kwa kazi ya Bwana. Kwa hiyo Mungu akikupa karama ya uponyaji, karama ya kupambanua roho, ni kwa ajili ya kanisa, sio kwa ajili yako. Haleluya. Natoa tu mfano kupambanua roho. Mtu ambaye ana karama ya kupambanua roho anaweza kumsikia mtu akifundisha, anaweza kusikia mtu akihubiri akamtazama, lakini kwa kupambanua roho akakwambia straight, anayesema ndani yake sio roho wa Mungu. Sio kila mtu anayeshika Biblia na kuhubiri anaongozwa na Mungu. Lazima ukariri. Ndiyo maana nimepiga kelele na kurudia, usiruhusu. Sio kila mtu anatakiwa akushike kichwa akuwekea mikono. Kuwekea mikono ni kuhamisha roho. Lazima uridhike kwanza ni roho gani iliyoko ndani yake, ndipo kubali mikono yake ikushike. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo mtu mwenye karama ya kupambanua roho ndiye anaweza akajua huyu ni roho gani. Wakati mimi nachunga Manzese hapo, mnakumbuka wale ambao mmekuja pale, tulikuwa na ofisi ya juu, tuko na kina Mzee Muso na wengineo, tuko mle ndani. Akaja mtu mmoja akanambia, mchungaji, Mungu amenituma. Amekutuma nini? Amenituma nikuombee, nikuwekee mikono. Nikakubali. Lakini wakati nakubali, nilikuwa nakubali kidiplomasia. Moyoni roho ananishuhudia kabisa mimi sijamtuma huyu mtu. Lakini mtu amekazana, ametumwa na Bwana. Na sio kwamba mimi sipendi kuombewa, na mimi napenda kuombewa. Kilichonivutia ni kwamba amekuja kuniombea, na mimi nahitaji niombewe. Msione naongea hapa, naombewa na watu ambao hata siwajui. Ndio maana inanipa nguvu. Kwa nikafurahia kabisa. Lakini nasikia roho wa Mungu ananishuhudia, hapana, huyu mtu sijamtuma mimi, hana roho wangu huyu. Lakini mtu amekazana, ukimwona ni mtu mwema. Mwisho nikasema moyoni sasa, nikasema Mungu, mimi siwezi kumzuia, nitamruhusu aniwekee mikono. Lakini ikiwa sio wa kwako, akumbane na wewe. Ameniwekea mikono, anadondoka yeye. Sasa tahadhari kidogo hapa. Mungu ana watumishi kila mahali, ninakubali. Mimi ndio msimamo wangu na nina ushahidi wa roho ya unabii kabisa. Mungu ana watumishi kila mahali, na sio kila mtumishi unayemuona kule nje ambaye sio wa imani hii, ambaye sio wa Mungu. Chunga sana, roho ya unabii imekataza hilo na ushahidi wa kutosha. Lakini sio kila mtumishi ni wa Mungu, na msiwapime watumishi kwa madhehebu yao. Kuna wasabato mawakala wa shetani. Usitishiwe na dhehebu lake, mpime kwa neno. Mshike mkono jirani yako, mwambie imeze hata kama ni chungu. Sije ukasema lakini ni msabato. Hakuna, tuangalie hiyo. Mimi hiyo hainitishi. Nikwambia hainitishi kwa sababu nimeona mengi. Mzee Odera, nimewahi kuhudumu na mtu kule kanda ya Ziwa. Mwisho tunafanya maombi kama tunafanyaga hapo, mwisho tumemaliza, tunasema sasa tuombe, tunamaliza huduma. Akashindwa kunyanyuka kwenye kiti. Na huyo ndiye alikuwa ananisaidia kwenye huduma. Na hata watu wakiwa na mapepo ameshikwa, yeye ndiye ananisaidia kushika. Lakini baadaye nilivyokuja kugundua kwamba baadhi ya mashambulizi yanatokea huko kanisani, nikaomba tu Mungu kwamba wote watandike na washughulikie kweli kweli na wasinyanyuke, na yeye hanyanyuke. Sasa nikashtuka, mbona ndio mtu wangu huyu tuko naye hapa? Nakumbuka tulikuwa na mchungaji pale, tulichoma madudu mengi sana, maana aliyaleta mwenyewe, akaleta tukateketeza yote yakaisha. Nakumbuka nilikuwa ni mzee wa kanisa, kiongozi ambaye tulishirikana naye, maana anajua kutunza siri. Akaniambia, sasa mchungaji, tunataka tumtoe ushemasi. Nikamwambia mtakosea sana. Sasa ndio anamtumikia Mungu vizuri. Muacheni hivi. Kwa hiyo ninachokusini kwamba omba ujazo wa roho wa Mungu. Hiki ni kitu cha kuomba sana. Omba Mungu akufunulie.
usije ukatishwa na ubebaji wa Biblia. Kuna mtu anaweza akabeba Biblia na roho ya unabii na concordance za kutosha kabisa, lakini bado tukija kwenye hoja ya kiroho hatupimi hivyo. Tunahitaji Roho wa Mungu atusaidie kupambanua. Haleluya! Sikia hii dondoo ngumu kabisa, na ilinimaliza nguvu hii. Ukurasa wa huo 323 paragrafu ile ya pili. Naomba nisome pia kwa lugha ya mkoloni, alafu nitakuja katika hizi lugha nyingine. They shall lay hands on the sick and they shall recover. This word is a vastless house, but Christ came to heal the sick, to proclaim deliverance to the captive of Satan. He was in himself health and strength. He imparted his life to the sick, the afflicted, those possessed of demons. He turned away none who came to receive his healing power. He knew that those who petitioned him for the help had brought disease upon themselves, yet he did not refuse to heal them. And when virtue from Christ entered to the poor soul, they were convicted of sin, and many were healed of their spiritual disease as well as of their physical maladies. The gospel still possesses the same power. The gospel still possesses the same power. And why should we not today witness the same results? Christ filled the walls of every sufferer. When evil spirits rend the human frame, Christ filled the cars. When favor is burning up the life current, he filled the agony. And he is just as willing to heal the sick now as when he was personally on earth. Christ's servants are his representatives, the channel for his working. He desires through them to exercise his healing power. Lugha yetu ya Kibantu. Wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapona au watapata afya. Dunia hii ni kama hospitali kubwa ya taabu. Kila mahali ukiangalia watu wanaumwa, wengine wanajijua na wengine hawajijui. Anasema Kristo alikuja kuponya wagonjwa na kutangaza ukombozi kwa waliofungwa na shetani. Yeye mwenyewe alikuwa afya na nguvu. Aliwapatia wagonjwa walioteswa